Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tusikilize historia ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Mtakatifu Rita alizaliwa mwaka 1386 huko Umbria, Italia. Alifariki tarehe 22 Mei 1457 katika nyumba ya watawa wa Agustino huko Kashia kutokana na kifua kikuu. Alitangazwa mtakatifu tarehe 24 Mei 1900 na Papa Leo wa 13. Binti wa Antonio na Amata Lotti, wanandoa waliofahamika kama wapatanishi wa Yesu, walimpata Rita wakiwa tayari wamechelewa kupata watoto. Tangu utotoni mwake, Rita alikuwa akiwatembelea masista wa Agustino huko Kashia na akaonyesha hamu ya kuishi maisha ya kitawa. Hata hivyo, alipokuwa na umri wa miaka 12, wazazi wake walimposa kwa Paulo Makini, mwanaume mwenye hasira na tabia ya ukatili, aliyefanya kazi kama mlinzi wa mji na ambaye alikuwa ameingizwa katika migogoro ya kisiasa kati ya makundi ya Guelfi na Gibenes. Ingawa alihuzunika, Rita alitii na aliolewa naye akiwa na miaka 18. Baadaye wakapata watoto mapacha wa kiume. Alivumilia manyanyaso ya Paulo kwa miaka 18 kabla ya mumewe kuvamiwa na kuchomwa kisu hadi kufa. Watoto wao waliapa kulipiza kisasi dhidi ya wauaji wa baba yao, lakini kupitia sala na juhudi za Rita waliwasamehe waliowakosea. Baada ya vifo vya watoto wake, Rita alihisi tena mwito wa maisha ya kitawa. Hata hivyo, baadhi ya masista katika monasteri ya Agustino walikuwa ndugu wa wauaji wa mume wake, hivyo alinyimwa kuingia kwa hofu ya kuzua migawanyiko. Akiomba msaada wa John the Baptist, Agustino of Hippo na Nicholas of Tolentino, Rita aliweza kuwapatanisha maadui waliokuwa wakipigana, si kwa ukamilifu kabisa, lakini kiasi cha kuleta amani iliyotosha, na hivyo akaruhusiwa kuingia katika monasteri ya Mtakatifu Maria Magdalena akiwa na umri wa miaka 36. Rita aliishi miaka 40 katika nyumba ya watawa, akitumia muda wake katika sala, matendo ya huruma na kufanya kazi ya kuleta amani katika eneo hilo. Alikuwa na ibada kubwa kwa mateso ya Kristo, na baada ya kuomba ashike sehemu ya mateso ya Kristo, alipata jeraha sugu kichwani lililoonekana kama limetokana na taji ya miba na lilivuja damu kwa miaka 15. Miaka 4 ya mwisho ya maisha yake aliishi kitandani, akila karibu ekaristi pekee, huku akiendelea kuwafundisha na kuwaongoza masista vijana. Karibu na mwisho wa maisha yake alipata mgeni kutoka kijijini kwao ambaye alimuuliza kama alihitaji kitu chochote. Ombi pekee la Rita lilikuwa waridi kutoka nyumbani kwa familia yake. Mgeni huyu alipofika nyumbani alijua kuwa ilikuwa Januari na hakukuwa na matumaini ya kupata ua lolote, lakini kwenye kichaka kilichokuwa kimekauka kilichanua ua moja la waridi. Miongoni mwa mambo mengine, Rita anajulikana sana kama mlinzi wa watu walio katika hali za kukata tamaa na mambo yanayoonekana kuwa yawezekani. Hii ni kwa sababu alipitia hatua nyingi za maisha. Alikuwa mke, mama, mjane na mtawa. Aliwazika wanafamilia wake, alisaidia kuleta amani katika mji wake. Aliona ndoto zake zikikataliwa na baadaye kutimizwa, lakini hakuwahi kupoteza imani yake kwa Mungu wala hamu yake ya kuwa pamoja naye.